mwanangu. Mbona siku hizi ndio kwa mata tatu muone maskani. Labda dingia kamesha mkataza kufika hapo maskani. Wapi? Dogo si tulikuwa naye jana tu. Ulikuwa naye wapi kwanza? Ulikuwa naye njiani. Kwa njiani mmekuwa kwa tunatembea tu. Achinyie. Kawaida tu. Mambo ya ujana haya. Mambo ya ujana watu ni amani potofu hiyo. Hamna mambo ya ujana. Ni kawaida tu kama wewe ni kijana kutembea. Sio afadhali tu. Na unakuwa kaa tu. natembea hata maskani hapa mfiki. Maskani waga tunakuja. Na yeye leo tumewasiliana naye, amesema kwamba atakuja kwa. Muda si mrefu hapa atakuwepo. Yaani wewe ndo uongo wako tu. Hamna, sio kwamba ni uongo. Leo lazima aje hapa. Atafikaje wakati sasa hivi ana siku 3 afike hapa maskani? Nimeshawasiliana naye, amesema kwamba hapa leo lazima aje. Subiri sasa. Au atafika au basi. Lazima afike. Kwani hauniamini? Mimi bwana tukuamini. Maana ni mambo ya mshomisho ndo ya kwako kabisa. Hamna, leo lazima afike hapa. Tena muda sio mrefu. Kwa sababu leo tumeongea naye amenihakikishia kwamba lazima afike hapa maskani. Unajua kwamba yule dogo ana mshomisho mkubwa sana. Hamna, sio kwamba ni mshomisho. Yeye alikuwa hai maskani kwa sababu alikuwa na ratiba ambazo alikuwa anazifanya. Ndio maana alikuwa hajafika hapa maskani. Soma mwanangu soma sana uondoe ujinga. Soma uruke vihunzi vyote, ukipenda uende hadi ng'ambo. Masomo ndio hai, faida yake haina mipaka. Soma mwanangu soma, elimu ndio ufunguo wa kila kitu. Soma mwanangu soma, elimu ndio ufunguo wa kila kitu. Soma ili uerevuke, masomo ni kitu cha maana sana. Lakini haya masikini umasikini kitu hatari. Soma mwanangu soma mfunguo wa kila kitu. Na kwa mwingine basi fanya ndio tuonane naye. Soma mwanangu soma ni kitu cha kufa. Soma malize ujinga, basi tupanue kichwa na mawazo. Soma purchase your track today. Hadi. Karibu mwanangu. Sawa kabisa. Keti. Niwaambia vijana kwamba leo lazima ufike. Hapa dogo walikuwa wanazingua sana. Eti ya kwamba hutafika. Ndio nimefika labda achana na hao huko ni anasumbua sana. Ana kazi ya nyumbani kule, anafanya makazi nyumbani unajua. Mnaweka kazi gani na wewe? Siku 3 huko nyumbani tumekaa sijui kufanya. Najifungia ndani kama utumbo wa mbuzi. Leo umevuta peke yenyewe. Peke ya nini sasa? Hatujatumia imeisha. Mimi niliwaambia hao wadogo ya kwamba huyu dogo amebanana tu ana kazi siku hizi. Lakini leo lazima atinde maskani. Na sasa hivi umeshatinda. Au sio? Sasa hizo siku 3 pesa nasema pia. Siku 3 ambazo kwa ufiki hapa basi natakiwa tupatie. Sasa hizo siku 3 ambazo umepotea ufiki hapa maskani, tupe basi mapya ambazo siku ambazo ulikuwa umepotea. Vipi? Yule demo amekuletea majibu yako? Wapi ile demo? Sijaonana naye yani Yule demo si ana feri wapi? Mama alisema ataniletea kesho. Na kesho yenyewe ndio hii. Sasa yeye anazingua yani bado hajanipatia kabisa. Kwa hiyo bado hajakupatia majibu, anataka kuleta mtantarila nyingi. Demo alisikia watoto hao wa sio na shida gani. Tantarila nyingi sana. Kwa hiyo hizo siku 3 pombe ukiwa na demo jamaa. Kabla ya kutupatia taarifa leo ndio siku ya 4 kabisa ndio unafikiri jioni. Kabla ya siku 3 zile mbele. Si unajua hii kijana hivi ya mieyusho mingi nimewaambia hivi. Hamna kitu hapa. Kweli hakuna kitu wapi yani sisi tunateleza tu yani tunateleza wapi. Hebu nipatie basi hapo na limi
Anateleza kivipi? Hana lolote, uongo mtupu, hata demu mwenyewe kumbe hana. Basi ungesikiliza sasa. Hamna, yule demu na yeye alikuwa naye jana. Wakaongea wakasema kwamba yule demu atampatia jibu leo sasa. Sasa amesema kwamba mpaka sasa hivi bado hawajaonana naye. Kwa hiyo sijajua sasa na yeye na yule demu tena sijajua sasa ni shida nini. Achana nao wadogo kwanza, wadogo hawajui hata kutongoza. Wanajua hawajui, anakaa tu single. Yeye mtakufa bure yenyewe. Hamna yani yao hawa madogo yani kukaa maskani. Yani hakuna hata tembea. Kwanza yule demu ni wa wapi? Mzee nani? Mzee nani? Asijamuuliza. Basi unasikia yule demu ni kiskari wala au tongoza demu wala hamjui kwamba anaishi wapi. Kama ukipata chini yule dogo. Sasa yule dogo. Yani demu ilikuwa kiskari kabisa. Yani ile mbichi. Yani nzuri, safi kabisa. Wale wanangu siku hizi tunateleza na mademu. Kama kawa. Kama tunateleza tu kama mnaenda vile. Unashika mbichi lakini ndani yake kawa ngumu kabisa. Wewe kwanza hujui kutongoza, ndio maana unasema mbichi wakati wewe unakula kama simbe huko. Nani tena wengine kina nani sasa profesa kama sisi? Profesa gani wewe? Yaani si ndo baini. Sawa wewe. Profesa gani wa kukaa maskani tu hapa? Sawa. Sasa hapo utapata nini sasa? Hapo unakuja muda kidogo alafu unatereza. Au si hapa ndio yanapita hapa tu. Yaani hapa kijiweni kwetu. Maskani kwetu hapa mademu ndo wanapita. Hiyo ni nani sisi tuishachaka hiyo michongo. Tuishachaka kitambo. Ona nyuma kule tuishaicheza sana. Nyuma gani wakati leo umeshinda? Leo fulani tu alikukataa kipindi kile wakati angalia na hili kwanza. Yeye alijua hata kutongoza, yani demo akimkuta anaenda kufuatia. Wewe unajua na nani unajua amna wewe yani hujui kutongoza ndugu yangu. Wewe sema tu kufundisha mstari wewe unatoka. Hali ya wapi wewe? Nitamtongoza demu yako. Unamfahamu? Si nitamjua tu kama. Utamjuaje? Sema tu kama naitwa fulani. Yule yani ashindikane yule. Kwanza nimuulize huyu kaswali kamoja. Vipi lakini kuhusu baba yako? Bado anaendelea tu na ntantala zake. Maana alikuwa na ntantala nyingi sana yule mzee. Yaani dingi yako anazingua sana. Vipi? Bado tu anakufungia ndani. Yule dingi wake yule. Jizo la dingi yake ni pombe sana. Ile mzee analewa mno. Nakwambia dingi yangu bado hajabadilika. Yaani ni mwendo ule. Yaani mwendo wa kijada. Mwendo wa kijada tu. Yaani mwendo ule anateleza tu yaani akiniona hapo. Vipi lakini ameshakuona huko masikani? Labda huko na sisi. Bado sasa hawajaniona. Kwanza nyinyi hawajuagi kwanza. Akija kuwajua au nikupeleka nyumbani. Yaani kama waamini nikupeleka siku hivi nyumbani kwetu hapo nikakutambulia kwamba wewe ni lakini hawezi kufanya chochote maana hiki kitengo kingine. Yaani wala hawezi. Nakwambia mzee yule mzee hawezi ndio maana nakwambia sasa hivi hawezi. Yaani anaweza kupiga hata kibao siku ile mimi. Chukua fimbo. Kama hapa. Unamjua wewe kwa sababu ya kuzaa. Kisa atafanya kuzaa. Jichanganya au nije nikupeleke siku moja tu. Nipeleke sasa. Utambie ndio. Wewe ndio rafiki yangu. Alafu nimwambie ndio alika hapa alikutukana ndio ujue. Yaani mwenyewe anateleza tu. Ukiingia hapa. Akiingia kwenye anga zetu. Yaani mtaka na haraka, yaani tunamaliza au sio? Kabisa. Au unasemaje bwana? Huyu nikipiga moja ya tumbo inaanza kuoza tumboni. Ndio inaanza kutoka. Chane live. Mwambie kabisa ukweli kwamba lakini unamjua wewe mzee Kongoro unamfahamu au unamsikiaga? Yule unamwona tu amekunywa pombe, anatembea na urefu wake. Jichanganye sasa. Na kile kujichanganya sasa kaingia anga zetu. Atatutambua ni wakina nani? Yaani sisi hamna kuzutisha kwamba ni dingi wala kitu. Mzee. Wa mhuni hamna kabisa hapa. Lakini yule mzee alisema tu ni baba yangu, lakini asingekuwa baba yangu ningemdunda kitambo. Ana megela sana. Ukifika pale nyumbani. Mama alishaachana naye kitambo, si alikoseana naye nini? Yaani mzee acha kufanya mimi hapa kanikataza kutongoza. Wakati sisi pale tunakaa sisi yani baba na mimi. Wakati anakula hata wakupiga pale. Kama anamwambia sasa hao anapika. Kama anakukataza sasa kuwa na demu wakati yeye kama asingeoa usingepatikana wewe. Kwa nini sasa wewe akukataza? Sijajua tu mzee, ndio maana sijui labda hata na mke wake kamkimbiza. Ni kwa mimi nilikuwa ni mdogo, nimekuwa tunamwona baba yangu simjui, hata aje hapa simjui kwamba huyu ni mama yangu. Nimeshamuuliza dingi yako kuhusu hilo. Yaani bado lakini sijamuuliza, lakini nimekuwa kwa hivyo. Simuulize kwamba baba mama kaenda wapi?
au mlifaa au hapo nyuma mlikosana kitu gani mkaachana? Au sasa tu huo ndio ushauri wa mwisho kwetu. Uje muulize tu kwamba mlikosana na nini? Lakini yule demu wa jana yule nilikuwa natereza. Okay, huu ni baadaye sasa. Baadaye eti ngoja mimi niweke bado kwanza nikamuuliza yule mzee kwanza. shamba. Hapa mwanangu, jambo. Jambo gani za hapa? Nzuri za tangu siku ile bana. Naendelea wazima tu mama. Hadi ya jambo. Ya jambo, lakini akatoka kidogo. Hiyo sasa au dalimo ndani. Jajua. Sawa baba. Tupo tu mama. Sawa. Wiki iliyopita baba. Nilikuja hapa nyumbani. Lakini kama nilikuwa na mazungumzo na rafiki yangu hapa. Sawa mama. Sasa. Baada ya mazungumzo hayo, ulikuja ukatukuta. Ulipotukuta, jinsi story tulivyokuwa tunapiga story, uweza kupendezwa naye. Sawa. Sasa mimi kama nimekuja kwa lengo moja. Nakuja kuomba msamaha. Kwamba kwa sababu ile siku ulifoka sana baba. Sawa. Ulifoka ukasema kwamba tunazungumza story kati ya shule na mapenzi. Sawa. Kwa hiyo story kai inakuchukiza sana. Ishia hapo binti yangu. Wewe kutoka huko Makolea kwenu huko mlikuwa mnasomea na Teddy. Ndio. Ulikuja paka huko. Kumbe ulikuja kwa miaba ya kumrubuni binti wangu. Hapana mzee wangu. Sasa kusema kweli sisi story hiyo kwa nini siku hiyo mlikuwa mnaongelea shule na mapenzi? Ilikuwa na maana gani? Yaani hapo baba utakuwa hujasikia vizuri. Sasa hivi unakuja kuniomba msamaha. Kwa sababu nilipendezwa mno na hicho mlikuwa mnakiongea. Nasikia baba. Hapo nilikuwa naomba tu unielewe kitu kimoja. Hapo sio kwamba sisi tulikuwa tunazungumza labda mambo ya mapenzi wala nini. Ila tulikuwa tunashauriana tu mambo kuhusu shule. Wewe unapata vizuri. Hata wewe uenda labda ulipokuja ulisikia tu vibaya. Na kweli nilisikia vibaya mpaka sasa hivi, yani niko vibaya mno. Sasa hatujazungumza kitu kinachoitwa mapenzi. Ila tulikuwa tunahamasishana. Unaniona hali yangu mama. Hali yangu hiyo unaionaje? Kanifilisi Teddy kabisa rafiki yako, kanifilisi kabisa, nikauza maeneo. Yaani mpaka sasa hivi nataka niuze eneo kabisa nimalizie. Yaani nipaki hivi. Mpaka suruali zenyewe unaniona hali yangu iko vizuri hivi. Acha bwana mama. Mimi baba. Mimi kama nilivyokuambia mwanzo kwamba naomba nielewe. Sisi hatakuwa tunazungumza mambo ya mapenzi. Tulikuwa tunahamasishana mambo ya shule. Sio unanipata vizuri. Kwa hiyo wewe kama wewe mzee wangu, nilikuwa naomba tu unielewa na wala usituchukulie vibaya. Sawa? Na usiwe na mashaka na mtoto wako Teddy kwa sababu mimi namfahamu vizuri na tumekaa naye muda mrefu, lakini pia tumesoma naye na maana tabia zake si mbaya sana. Maana yuko vizuri. Kwa hiyo usiwe na shaka na mtoto wako. Sio unanipata vizuri baba. Ninakuelewa. Nakuelewa mama. Nakuelewa binti yangu. Sasa hivi nakuambia hivi. Kama yani hutobadilisha tabia yako hiyo. Ukae mbali kabisa na binti yangu. Soma ili nione faida ya pesa zangu, nione faida ya kuuza mashamba yangu, ili uze ili usome wewe na ndugu zako. Mashamba mtanunua mengine, kwani shamba la elimu linashinda mashamba yote. Soma mwanangu, soma, elimu ndio ufunguo wa kila kitu.